tuanze tuone ni nini ambacho Mungu ametupangia hapa. Matendo 28 verse 1 inasema hivi: tulipokwisha kuokoka ndipo tulipojua ya kuwa kisiwa kile chaitwa Melda. Huyu anasema kwamba tulipokwisha kuokoka ndipo tulijua ya kuwa kisiwa kile kinaitwa Melda. Naamini kwamba hii ni grupu ya wanafunzi, ama naamini kwamba hii naamini kwamba huyu anayosema, ama naamini kwamba anayosema haya ni grupu ya kina Peter na kina Paulo. Kwa hivyo ni hiyo grupu ya Paulo ndio wanasema kwamba ndio wanasema maneno haya. Tumesema mwandishi ni Luka, lakini mwenye kufanya haya ama mwenye kusema haya ni Paulo. Anasema tulipokwisha kuokoka ndipo tulijua ya kuwa kisiwa kile kinaitwa Melda. Ninaruka hapo 3, inasema hivi 3: Paulo alipokuwa amekusanya mizigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto akamsonga mkononi. Wenyeji walipomwona yule nyoka akilewalewa mkononi, wakamwambia, hakosi mtu huyu ni muuaji, ambaye ijapokuwa ameokoka katika bahari, haki haimwachi kuishi. Lakini yeye akamtukusia motoni asipate madhara. 6, wao wakadhani ya kuwa atavimba au kuanguka chini kwa kufa ghafla, na wakiisha kumwangalia sana kuona kwamba halimpati dhara lolote, wakageuka wakasema kwamba yeye ni Mungu. Nataka nisungumuze nini mchana wa leo? Nataka ninene juu ya mambo mawili ama mambo matatu, na la kwanza tumelipata hapo verse 1 ambaye imesungumuzia kuhusu wokovu, na inamaanisha kwamba point number 1 nataka kusungumuzia kuhusu hatua ya wokovu. Maana nataka nisungumuzie hatua 3 za muumini, hatua 3 ambazo ni za muhimu, ama inaitwanga dangerous step for 3 dangerous step for the believers. Sijui kama unanielewa. 3 dangerous step for the believers, hatua 3 ambazo ni hatari sana kwa muumini. Sikiliza vizuri. Paulo amesema kwamba tulipookoka, siku hiyo ndiyo siku ambaye tulijua ya kwamba kumbe kisiwa hicho ambacho tunakikalia kinaitwa Melda. Hatua ya kwanza inamaanisha kwamba hatua ya kwanza kwa muumini ni hatua ya kujitambua, na hii inamaanisha ya kwamba watu wengi wanasemanga kwamba kukiri wokovu ndiye kuokoka, lakini hapa katika ufunuo ambaye Mungu amenipa sawasawa na maandiko haya, inaonyesha ya kwamba kukiri tu ya kwamba Yesu ni Mwokozi bado haitoshi kukufanya wewe kuwa kwamba kuwa umeokoka. Hapana. Lakini Paulo anasema tulipokwisha kuokoka, hapo ndipo tuliweza kutambua na kuona kwamba kumbe kisima kile kinaitwa nini? Melda. Inamaanisha kwamba wokovu ama hatua ya kwanza kwa muumini ni hatua ya kujitambua, hatua ya kufunguliwa macho. Hii inamaanisha kwamba muumini ambaye amefunguliwa macho anaweza kutambua na kujua ni nini anakifanya, na kujua maana ya wokovu, na kujua ni nini ambacho anakifanya, ni wapi anakaa na ni wapi anaenda. Hiyo ndio inayoitwa wokovu. Lakini watu wengi tumetokea kuelewa ama tumeishi kwa kuelewa kwamba katika kukiri tu basi ndiye wokovu. Lakini hapa inaonyesha kwamba Paulo anasema kwamba
alipookoka ndipo alijua kwamba kisiwa kinaitwa nini? Melda. Lakini kumbuka katika kitabu cha Matendo 9, Paulo alipoitwa na Mungu, maandiko yanasema alipoitwa na Yesu, maandiko yanasema akawa kipofu na akaambiwa nenda mpaka kwa Anania. Paulo akatembea katika hali ya upofu mpaka mjini na akampata Anania. Basi Anania akamwekelea mkono akawa akimfundisha. Lakini inaonyesha kwamba, lakini bado hii ni baada ya muda mrefu sana. Baada ya Paulo kuitwa ni muda mrefu sana. Paulo ametembea akifanya mambo fulani makubwa, akitembea na kuhubiri, lakini Paulo bado hajajua maana ya wokovu. Paulo hajajua maana ya wokovu, licha kwamba ameitwa na Yesu, ameitika na ametumwa, anaendelea kufanya kazi ya Mungu, lakini Paulo bado hakujua maana ya wokovu. Ndiposa alipofika hapa Melda, wameishi muda mrefu, lakini hajawahi kufunguliwa macho wala kufunuliwa ya kwamba mahali pale wanapokaa panaitwa Melda. Hakuwahi kujua, lakini anasema wakati wokovu uliingia ndani mwake, ndiposa alijua kumbe kisiwa ambacho wanakitumikia kinaitwa Melda. So hiyo ndio mwanzo wa Paulo kufunguliwa na kuelewa na kufahamu maana ya wokovu. Lakini hivyo vingine halikuwa ni mtumwa tu. Hii inamaanisha kwamba mtu anaweza kuitwa akatumwa na akawa anafanya kazi ya Mungu bali macho yake bado imefungwa. Mtu anaweza akaitwa akawa anafanya kazi ya Mungu, lakini anafanya kwa sababu yeye ni mteule, lakini personal life yeye ni mtu ambaye hajielewi kimaisha. Na ninapokuwa naongelea hivi, nikumbuka nazungumzia pointi 3 za muumini, na nimesema pointi ya kwanza kwamba pointi ya kwanza kwa muumini ni kujielewa. Kujielewa katika muumini ni kitu cha muhimu sana katika maisha yako, na ukitaka kujua ya kwamba Paulo alikuwa anatembea anafanya kazi ya Bwana sawa na uteule, yani yeye ni chombo, anatumikiwa, anatumwa, beba hii peleka, anapeleka, lakini hafunui kujua Kenya anapeleka ni nini. Yeye anapewa mzigo, beba hii peleka garage, ama beba hii peleka stage, lakini hana akili na maarifa ya kumwambia funua hiki ujue ni kitu gani, na hana ujuzi ya kuweza kuelewa kujua ni nini ambacho anafanya nini anakibeba. Hapana. Lakini tumeona Paulo akifanya mambo makubwa kule nyuma, lakini anafika hapa anasema ya kwamba wakati sasa nimeokoka, ndipo macho yangu imefunguliwa na nikajua kwamba hiki kisima kinaitwa Melda. Ndugu yangu mpendwa, kuwa makini sana kama we ni muumini. Kuna waumini wengi ambaye wameitwa, wanahubiri, wanaimba, wanafanya unabii, wanatoa unabii, wanatabiria watu, lakini maana ya wokovu hawajui. Na ndiposa maandiko yalisema kwamba sio wote wamuitaye Bwana Bwana wataingia katika uzima. Nakumbuka mtumishi mmoja katika kitabu cha Isakeli, nafikiri ni Isakia, amekuwa nabii kwa muda mrefu, lakini inafika kiwango zamu ya mtumishi huyu inaenda kuisha, na Mungu anaangalia katika orodha ya vitabu, anapata kwamba huyu muda wake umefika na bado mambo yake ijakuwa sawa, na anatuma nabii sana, mwambia nenda mwambie Isakia ya kwamba hivi karibuni atakufa. Basi asipojiweka sawa, asipoweka mambo yake sawa, hataweza. Maandiko yanasema nao nabii alikuwa mnyenyekevu na mtiifu, akasikia mambo hayo, na maandiko yanasema akageukia ukuta na akatubu dhambi zake. Kwa hivyo Mungu akamwongezea miaka tena. Hatua ya kwanza kwa muumini ni kujielewa. Kufanya kazi ya Mungu imaanisha umejielewa. Maandiko yanasema Martha na Mariamu walikuwa wote wanafanya kazi, lakini mmoja akawa ameenda nje kuhubiri, na akawa anahubiri sana,
Aliyekuwa chini ya miguu ya Yesu akawa anamlalamikia kwamba mbona yeye amechagua fungu nzuri, mbona yeye ameachiliwa anazunguka zunguka huko na kuhubiri, na yeye na huyu mwingine anakaa chini tu. Sasa aliyekaa chini akaona kwamba yeye hana umahana, bali akaona yule anayezunguka na kuhubiri ndiye ana umuhimu. So alikuwa anaona wivu kwamba yule ndiye atatunukiwa. Lakini Yesu akamgeukia akamwambia, hapana, umechagua fungu nzuri kukaa chini ya miguu yangu na kunisikiza. Maana si kwamba kuhubiri si kwamba ndiye fungu nzuri, hapana, na si kwamba ni fungu mbaya. Mafungu yote ni mazuri, lakini kuhubiri ni sehemu ya maisha ya mwanadamu, ni sehemu ya kazi ya ziada ya mwanadamu ambaye ameitiwa. Ni jukumu la mwanadamu ambalo amepatiwa na Mungu kulifanya, lakini sio jukumu la mwanadamu ambalo mwenyewe amejitolea kulifanya kwa Mungu. Maana kuna tofauti ya kazi ambaye Mungu amekupa, na kuna tofauti ya kumtumikia Bwana, kazi ambaye Mungu amekupa kuenda kuifanya, na kuna tofauti ya wewe kujitoa kimasomaso kumtumikia Bwana. Na hili linakuwa changamoto sana. Kuna watu hata ndani ya kanisa ni manabii, wanaona mpaka kila kitu likula, wanakutabiria. Kuna watu wanaimba mpaka unaanguka, unafanya nini? Lakini ukikuja kutazama matendo yao, yule mtu hata ukimpata kila chakula hawezi akakupa. Mtu yule ukimwambia uko na shida akusaidie, hawezi akakusaidia. Lakini ikifika ni upande wa anointing, yule mtu akisema jambo linafanyika. Nilikuwa nikijiuliza kwa nini watu hawa wanakuwa watu kama hawa. Unapata mtu yeye ni mwombezi mzuri sana. Nilikuwa najiuliza hayo maneno, nikakuja nikapata kwamba kumbe kuna tofauti ya mwito. Kuna tofauti ya mwito. Mungu amekuita kwa kazi fulani, akakupa kazi hiyo, wewe utatumika kama chombo tu. Na hiyo kutumika imaanishi kwamba sasa wewe utaenda mbinguni. Hapana, unaweza kutumika lakini ukawa kama wale wanamwali 10 ama wanamwali 5 waliobeba taa zao. Maandiko yanasema wakafika mlangoni wakingojea bibi bwana harusi aingie. Basi waliokuwa wamejaza mafuta wakaingia, walio wengine ambao hawakuwa na busara wakarejelea nyumbani kutafuta mafuta nyingine kusudi wakuje. Walipokuja wakapata milango zimefungwa, na wote walikuwa ni wanamwali na wote ni watakatifu. Kumbuka walikuwa 5 watano wenye busara na 5 wajinga. Lakini kumbuka maandiko yanasema wote walikuwa ni wanamwali, inamaanisha kwamba walikuwa ni mabikira. Maana ya bikira inamaanisha kwamba walikuwa wote watakatifu. So inamaanisha kwamba kati ya wokovu kuna wokovu, kuitwa katika wokovu, na kuna kuitwa kuteuliwa. Kuna watu wameteuliwa na hawana wokovu ndani yao, na kuna watu wameokoka lakini hawajachaguliwa. Ndio maana Yesu alikuwa akitembea, anapata wengine wanamtamani sana, wanamwambia tukubali tukufuate. Yesu anakataa, anasema hapana, wewe enda. Lakini anapata wengine ambaye hawana haja, Yesu mwenyewe anawashika mkono, anawaambia nifuateni. Hao watu wote aliyetamani kumfuata Yesu, Yesu akakataa kumchagua, na yule ambaye yeye hakukuwa na haja na Yesu akamchagua mwenyewe. Hao watu wote ni watakatifu, lakini tofauti ni hapa. La muhimu ni lipi? Yesu anaambia Martha ya kwamba umechagua fungu nzuri kukaa chini ya miguu yangu na kunisikiza. Na ni sawasawa na wale wanawake waliokuwa na busara, wakabeba mafuta, wakajitwalia mafuta ya kutosha. Bwana harusi alipofika wakaingia naye. Nisikilize, hatua ya kwanza kwa muumini ni kujielewa. Paulo amesema hakukuwa anaelewa chochote. Kumbe wokovu usipoingia ndani yako, kuna mambo utakuwa unayafanya na uyajui. Kuna maneno utakuwa unayafanya lakini wewe ni kama kipofu, haujui unafanya nini, maana wokovu hauko ndani yako. Mtu anaweza kuuliza eti mtu itawezekanaje? Kuna mwingine aliniuliza swali kwamba
Kuna uwezekano ya mtu kutoa mapepo wakati hajaokoka. Kuna uwezekano ya mtu kuponya mtu wakati hajaokoka. Nataka nikuambie, kuna mtu mmoja aliyeenda kwa Yesu akamwambia Yesu, mimi Bwana, naomba ukaseme tu jambo moja, maana mimi ni mtu mwenye amri, ninakuanga na maaskari wangu ambaye nikisema nenda huku wanaenda, twende huku wanafuata, hawajawahi. Yaani nikisema jambo langu haliwezi kupingwa na mtu yoyote, lakini anasema nimekuja tu kwako kusudi useme jambo. Basi Yesu akamwambia nenda. Nataka nikuambie, ndani ya watu kuna nguvu. Kuna watu ambaye Mungu amewaumba na nguvu fulani, ama amewateua na kuwapa mamlaka ama nguvu ndani yao. Kuna watu wamezaliwa kama Yeremia, ambaye maandiko yanasema kwamba toka tumboni mwa mama yako nilikujua, nikakuita nabii na kukuandika katika viganja vyangu. Lakini tukisoma kitabu cha Yeremia kinasema kwamba Yeremia anaitwa na Bwana, anatumwa na yeye, anasema mimi bado ningali mdogo. Lakini ukiangalia future na ukiangalia historia ya Yeremia, maandiko yanasema alikuwa nabii tokea kabla hajaingia katika tumbo la mama yake. Inamaanisha kwamba Yeremia ana nguvu ya kutabiri, kuona mpaka kila kitu ulichokula. Lakini maanishi kwamba yeye sasa ameokoka. Hapana. Hatua ya kwanza kwa muumini ni kujielewa, ufunguliwe macho kwanza. Maana kufunguliwa macho sio kuwa nabii tu. Hapana. Kuna manabii wengi sana tumewaona wanatabiria watu, wanatabiri kweli, ndiyo, lakini siku jua linapokwenda kutua, unasikia ule nabii ameweza kugonga watu barabarani. Unasikia nabii huyo ameweza kuiba bibi ya mwenziwe. Unasikia nabii huyo amenyang'anya mtu shamba yake. Unasikia nabii huyo ndiye alishikana na wenzake akamnyang'anya mtu kanisa fulani. Unasikia huyo nabii ndiye alinyang'anya ndugu fulani gari. Yaani watu wale wako, na ni kweli, si kwamba si nabii, ni manabii, lakini manabii kwa vipawa, ni manabii kwa ofisi, lakini ndani ya moyo hakuna kitu, hakuna wokovu. Tujihadhari. Naam, tunaendelea. 3 inasema nini? Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya yule moto, akamsongazonga mkononi. Wenyeji walipomwona yule nyoka akilewalewa mkononi, wakamwambia, haikosi, mtu huyu ni muuaji, ambaye japokuwa ameokoka katika bahari, lakini haki haiwezi kumuacha. Sikiliza hapa, nilisema hizi ni aina 3 ama hatua 3 ambazo ni very dangerous katika muumini, ambapo anafaa kuelewa. Na nimesema ya kwanza ni muumini yoyote anafaa kuafunguke macho, apokee wokovu na aelewe maana ya wokovu ni kitu gani. Aelewe kitu anachokifanya. Iwapo una karama ya Mungu ndani yako, inabidi kuelewa hii karama utaibeba kwa njia gani, ni kwa njia gani utaibeba. Na hili linaleta shida, na lilileta shida hata kwa Daudi. Maana kumefika kiwango kwamba Daudi anaenda kuchukua sanduku la agano, ameenda na Waisraeli, na wanafika huko, Daudi anajua kwamba yeye amenajisika mikono. Anajua vizuri kabisa Mungu amesungumuza yeye hawezi kushika sanduku. Maandiko inasema wakaenda wakawekelea ng'ombe zikabeba sanduku. Lakini wajinga fulani waliyekuwepo, walipoona ng'ombe zinakimbia na sanduku zinakimbia, zikikaribia kwa boma, zinataka kuangusha ile sanduku, maandiko inasema wakaguza sanduku. Na walipokuza sanduku, hapo maandiko inasema kwamba na Mungu aliwapiga na wakaanguka hapo na wakakufa. Mpaka Daudi alikaa na kuanza kutetemeka na kushangaa, kwa sababu watu wale wameguza nini? Sanduku. Nataka nikwambie, ukibeba kitu ambacho kijui, ni makosa
kufanya kazi usiyoijua. Ni makosa kufanya kazi tu kwa sababu umepewa ufanye. Ni makosa kuhubiri tu kwa sababu wewe una mwito wa kuhubiri. Ni makosa kuwa tu muombezi, unashinda ukiomba kwa sababu wewe una kipawa cha kuomba. Jitafakari ndani, examine yourself. Jitafakari ndani yako, jichunguze. Je, wewe mwenyewe unayebeba haya maabudu unaendana na hiyo maabudu? Hii ni kitu hatari sana. Hatua ya pili, maandiko yanasema vizuri kwamba Paulo akawa anakusanya kuni, amekusanya mzigo wa kuni kuweka motoni, na nyoka akatokea kwa ajili ya ule moto, akaanza kumsongasonga. Kumbuka, Paulo amejikundua kwamba ameokoka, na alipokundua kwamba ameokoka, hapo ndipo alienda kuanza kusanya kuni na kufunga kuni, na alipoanza kufunga zile kuni akawasha moto. Basi anapowasha moto, kwa sababu sasa ako na maarifa ya kutafuta kuni, amejua maana ya kuni ni nini, amejua ni nini nitakapowasha kuni nini kitafanyika, na ni kwa nini niwashe kuni. Basi alipojua hiyo, akasanya mzigo wa kuni, akaenda akawa nafunga. Na maandiko yanasema alipokuwa akiendelea kufunga ama kuota moto, katika moto ule nyoka katokea. Na nyoka alipotokea, maandiko yanasema pale ine kwamba wenyeji walipotazama nyoka ametokea katika ile moto, wakasema huyu kabisa ni mwenye dhambi. Na inaonekana kabisa ya kwamba huyu mtu alikuwa ameponyoka kwenye bahari, ama ameponea kwa kifo cha bahari, ameponea kwa kifo cha bahari. Kumbuka, wanasema hivyo kwamba ameponea kwa kifo cha bahari, lakini wanasema ili sasa la nyoka halitamwacha. Maana kwa nini asema ameponyoka katika kifo cha bahari? Na kumbuka, maandiko yanasema kwamba Mungu, sijui kama utaelewa hapa, na sijui kama unanielewa, sijui kama nikisungumuzia kuhusu bahari utaelewa. Maana maandiko yanasema mababa zetu walipatizwa chini ya bahari, walipatizwa ndani ya bahari ama chini ya bahari. Sijui kama vile utavyoelewa, lakini najaribu kusema hivi kusudi ukaelewa maana ya bahari. Maana maandiko sikisoma vizuri nasema kwamba ile kitendo cha wana wa Israeli kupita katika bahari ilikuwa ni kitendo cha upatizo. So Mungu akafungua bahari, barabara ikapita, wakapita katikati ya bahari. So kwa njia ingine ni sawa na miujiza, na kwa njia ingine ni miujiza kweli, lakini katika lugha ya Mungu amefanya hayo kusudi kuwapatiza watu hawa wa Israeli pasipo kujua wamepatizwa. So wana wa Israeli wamepitizwa katika bahari ya Shamu, wakaletwa kwa miujiza pasipo kujua nini kimeendelea pale baharini. Maandiko inasema wakafika ng'ambo. Ukisoma kitabu cha Kutoka 16, wakafika ng'ambo, wakaanza kusema hata heri ungeturudisha kule, maana kule kulikuwa na nyama. Heri mungeturudisha kule. Kwa nini umetuleta huku ng'ambo kusudi mtuangamize kwa njaa, na huko tulikuwa tunasikia vitunguu vinanuka? Pasipo kukundua wala kuwa na macho wala kufunguliwa macho ya kiroho, watambue kwamba pale kupita katika ile bahari sio kwa nguvu zao, lakini ni mkono wa Bwana umeuzika kwa kuwapatiza. Hawakujua kwamba ni upatizo. Na ndio sawa na kuna watu ambayo wanaokoka leo, wanakiri wokovu, wanakiri leo, kesho wanakiri tena, kesho wakipata mchungaji mwingine mkali wanakiri tena, wakipata mwingine na ubiri ingine ya kutisha wanaokoka tena. Yaani watu wanaokokanga kila siku pasipo kujua maana ya wokovu ni nini. Yaani bado wanaokoka kila siku, na katika wokovu wao, hao ndio watu ambao wakisapita katika bahari ya Shamu, wameenda mbele kule, hata hakuna nyama, wanaanza kulalamika kwamba turudishe kule Misri, kulikuwa na nyama, twende tukule nyama kuliko mtuangamize kwa njaa hapa. Hawajui malengo ya Mungu kuwapitisha katika bahari ni nini, hawaelewi. So kila siku wanamsulubishanga Mungu. So hapa hao wakasema kwamba Paulo aliponyoka hapo, lakini hataweza tena kushinda hii, pasipo kujua kwamba Paulo amesema vizuri kwamba sasa nimefunguka macho. Maandiko yanasema aje? Maandiko yanasema kwamba lakini yeye akamtukuzia motoni asipate madhara.
Wao walidhani ya kuwa atavimba au ataanguka chini na kufa, lakini wakisha kumwangalia sana na kumkazia macho, waliona kwamba halimpati dhara lolote, wakageuka wakasema kwamba yeye ni Mungu. Nisikilize, katika hatua za wokovu, hatua hizo tatu za muumini, hatua ambazo ni hatari sana. Hatua ya kwanza ni kujielewa, na hatua ya pili baada ya kujielewa ni kujua ni nini cha kufanya. Maandiko yanasema akawa amekusanya kuni na anaanza kuchoma moto kuni wake, na hili ni sawasawa na kanisa la kitambo ambalo kila siku kulikuwa na mshumaa ambayo ilikuwa inawaka. So Paulo anafanya kitu ambacho anajua kwamba hiki mimi nafaa nifanye, na nikifanya hiki kitanisaidia mimi. So kitanisaidia mimi, maana hii ni sawasawa na kuwasha taa yangu. So kuwasha moto huo ilikuwa ni sawasawa na Paulo kupalilia kipawa chake, maana kuni ni maombi. Sijui kama unanielewa. Kuni ni maombi, neno ni moto, ama moto ni neno la Mungu. So inamaanisha kwamba Paulo baada ya kuokoka ama kujua wokovu, alikwenda mlimani na kufunga, na kawa anapokuwa anafunga, maandiko anapokuwa anafunga ama anapokuwa anafunga, kwa sababu maandiko yanasema akawa ameokota kuni na kuanza kuifunga na kuwasha moto. Hii inamaanisha kwamba Paulo baada ya kujua kwamba ameokoka, akajua anapaswa kufanya nini. Alienda mlimani kutafuta maombi, akaanza kufunga, kutubu dhambi zake, na anapokuwa natubu, hapa ndiyo second step inatokea ya kukuonyesha kwamba kukuonyesha kwamba unapokuwa umeokoka, kuna hatua ya pili ambayo ukichukua ni very dangerous kwako na inaweza ikakumaliza. Maana baada ya Paulo kujielewa kwamba ameokoka, alijua mimi ambaye nimeokoka ama muumini ambaye nimeamini, ninahitaji kwenda mlimani na kufunga kusudi nitubu dhambi zangu. Na hatua ya kutubu ni hatua mbaya sana. Hatua ya kufunga na kuomba ni hatua mbaya sana ambayo shetani hawezi akapenda, maana anajua katika kutubu na kuomba, hapo ndipo mambo ya mwanadamu, ama hapo ndipo muumini anatokana na mambo ya kimwili ya kawaida. So shetani hawezi kupenda muumini ambaye umeamini, ama Mkristo ambaye unaamini Bwana Yesu Kristo, wewe utoke katika uhalisia wako wa kimwili uingie katika kiroho. Hapana. So Paulo anapokuamua kwenda kufunga na kuomba, basi hapo ndipo shetani anatokea kwa mfano wa nyoka. Maandiko yanasema na nyoka katokea katika ile moto na akawa anamjifunga katika mkono. Wenyeji walipoona wakasema, kweli huyu ndiyo, hata kama aliokoka hataweza. Nataka nikuambie ya kwamba hatua ya pili ya muumini ni hatua ya kujua ni nini cha kufanya, na unapojua ni nini cha kufanya, basi take a step, ingia katika toba, anza kutubu, jiondoe katika mambo mengi ya kimwili, jitenge na mambo ya kimwili, ingia katika rohoni, anza kumtumikia Bwana, kufanya mambo ya Bwana. Na utakapokuwa umetubu, umejitoa katika mambo ya dunia, mambo ya kimwili, hata iwapo kwamba shetani atakuja, hata kuweza. Maandiko yanasema akamfukizia katika mkono wake, basi akamtupa motoni. Wale wakashangaa, wakasema yeye ni Mungu. Nataka nikwambie kwamba hatua ya pili, wakati wewe umejitenga na dhambi za dunia na mambo mengi ya kidunia, wakati shetani anakujaribu na anaona kwamba ameshindwa, shetani akikujaribu na ushinde, nataka nikwambie kwamba kila mtu ambaye atakuwa na kuona, hatakuwa na kuona kama kawaida. Maandiko inasema ya kwamba hata Yesu alipokuwa amepanda mlimani na kina Pita na kina Yohana pale katika mlima wameenda kuomba, maandiko inasema akasonga mbele hatua 3.
akiomba. Maandiko yanasema Yesu akabadilika, mwili wake akawa mweupe kama pamba. Maandiko yanasema wakatokea kina nani? Kina Elia na kina Musa. Lakini Petro akasema kwamba tufanye vibanda. Nataka nikwambie, maombi ya kufunga na kuomba yana nguvu na yanaweza hayo ndiye maombi ambayo yanafanya wewe kujitenganisha na mwili, yanatenga mambo yako ya mwili na yanakuweka katika ulimwengu wa kiroho. Na unapoishi katika ulimwengu wa kiroho, unapoendelea kutembea katika maisha ya kiroho, kila yoyote atakaye kuona atakuita nani? Atakuona kuwa mtumishi wa Mungu, ama atakuona kuwa Mungu, na atakuogopa sana. Maana hata madhara itakapokuja haitakudhuru. Hata nyoka atakapofanya nini hawezi. Hata shetani akikusongea na wewe ni mtu muombezi, mtu mfungaji, umejitenganisha na mwili, hawezi akaweza. Ndugu mpendwa, sijui unanisikiliza namna gani. Nilikuwa nachambua tu maandiko hayo ujue ya kwamba baada ya Paulo kufahamu wokovu ni nini, kufunguliwa macho, aliamua kuishi maisha ya kujitenga na dunia. Alijitenganisha na dunia na akawa naishi maisha ya maombi, kufunga na kuomba. Lakini katika maisha aliyoamua ya kufunga na kuomba, majaribu yalikuja. Kuna watu wanafikiria kwamba wakienda kufunga ama wakiishi maisha ya kiroho hawatapata majaribu. Hapana, majaribu yapo, lazima uyapitie. So kabla hujasaini lazima upitie majaribu, kwa sababu Paulo mwenyewe alivyosema ya kwamba kusudi mkimbiaji apokee zawadi lazima hawa ameshinda. So katika vita lazima kuwe na upinzani, na lazima ukubali na utegemee upinzani mkali sana. Sina mambo mengi ya kusema pale, lakini nimekuchambulia tu neno hilo kusudi uweze kuelewa ya kwamba habari hizi za Paulo kufunga kuni, nyoka katokea, ni habari za maombi ambazo Paulo alikuwa anafanya baada ya kufunguka macho na kujua kumbe Mkristo ni nguvu. Baada ya Paulo kujua kwamba Mkristo si Ukristo tu, hapana, Mkristo ni kufunguliwa macho, na unapofunguliwa macho Mkristo ni nguvu. Kwa hivyo Paulo aliamua kwenda kutafuta nguvu. Mimi sijui wewe unaishi maisha gani ya Kikristo. Sijui wewe ambaye unajiita Mkristo ni maisha gani unayoishi, kwa sababu nimesha kumndua kwamba kuna Wakristo ambaye hawajielewi. Kuna Wakristo ambaye hawezi kukemea hata inzi. Kuna Wakristo ambaye hawezi kukemea hata inzi, wala magonjwa, hata homa hawezi akaombea. Kuna Mkristo ambaye hata mtoto wake akikonjeka homa na hangaika hospitalini, hata wengine wanatafuta maharambee, kufanyia harambee wapeleke watoto hospitalini, hawezi kuwekelea mkono na kuomba. Na kuna wengine ambaye nao wana vipawa na wamegeuza vipawa zao, kazi ni kuitisha pesa tu. Wakati anakutabiria weka 20,000, wakati anakutabiria weka 20,000, toa bahasha kubwa, toa nini. Wokovu hauko ndani yao. So ni vipawa, ndio wako na vipawa za Mungu, lakini hawana wokovu, haujaingia wajue ile kanisa wanayoitumikia ni ya Mungu ama ni yao. So wengi wamefanya kanisa kuwa yao, na ndio maana hata nowadays unapoenda makanisani watu wengi wanachunga sana washirika. Wewe ukiwa na pesa unakaribishwa vizuri, unapewa cheo, lakini yule ambaye hana pesa ataishi miaka na miaka, hakuna cheo. Hakuna cheo kanisani. Ama ukiwa pale kanisani, jaribu utoke uende kushiriki kanisa nyingine tu, utembee uende kwa kanisa nyingine halafu rudi usikie. Ama useme wacha niende mahali fulani ni at least nione mafunzo ya huko. Enda kwa siku 2, utaona kama mchungaji wako hata toka na panga kuja kwa hiyo kanisa na kuleta shida sana, ama kuleta vita pale, kusema kwamba amechukuliwa mshirika wake. Kwa sababu gani? Vipawa ndivyo vinatumika, na wala si Roho Mtakatifu, wala sio mwito ambaye Mungu ametuambia kwamba tumkubali na tumtumikie kama yeye alipotukubali for free. Watu wengi tunatumika, lakini wanatumika kwa ajili ya faida. Watu wengi wanatumika, lakini wanatumika kwa ajili ya pesa. Watu wengi wanahubiri kwa sababu ya pesa. Wengi wanafungua makanisa ni kwa sababu ni kitega uchumi yao, lakini si kwamba ni nyumba ya Mungu ambaye Mungu amenena na Daudi, na Daudi akang'ang'ana kufungua. Mungu akamwambia hapana, nitakupatia mtoto.
si kanisa ambaye Suleimani ameifungua, hapana. Na wamebadilisha maandiko, siku hizi. Nataka niseme hivi, sina mambo mengi ya kunena pale, lakini soma Biblia sana, chambua Biblia sana, na Mungu atakwenda kukubariki.